Ndio, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Na matumaini yangu kwamba nyote ni wazima katika mwili na katika roho pia. Ndio, leo niko mahali hapa, nimekuja na hili jambo ambalo bado tunalifanya, tunaendelea nalo, ambalo ni la gospel discussion. Na leo sitakuwa mwongeaji sana, bali nitaongea kadiri ambavyo Roho atakwenda kuniongoza. Na leo wimbo ambao tutakwenda kuongelea kwa leo ni wimbo ambao unaitwa kwamba Mbingu za Watakatifu by group Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo tutakwenda kuongelea au titre ambao ya wimbo inaenda kwamba Mbingu za Watakatifu, ndio titre ya wimbo by group Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio, acha kwanza, mbele ya kwanza nitasoma kwanza kitabu hiki cha Ufunuo 15:3, alafu nitaenda kuplay wimbo, alafu tuende kusikia kitu gani ambacho kinatuambia kuhusiana na huu wimbo ambao unaitwa kwamba Mbingu za Watakatifu. Acha kwanza nisome kitabu alafu nitaplay wimbo. Kitabu kinasema kwamba Ufunuo 15:3 nasema kwamba nao wauimba wimbo wa Musa mtumwa wa Mungu, na wimbo wa mwana kondoo, wakisema, ni makuu na ya ajabu matendo yako, Bwana Mungu Mwenyezi. Ni za haki na za kweli njia zako, mfalme wa mataifa. Amen. Ndio, acha ni play wimbo afu tutakwenda kuzungumza. Amen. Hakuna vita kusuluhiwa, watu kunyang'anywa nchi yao. Jerusalem, hakuna vita kusuluhiwa, watu kunyang'anywa mali zao. Ndio, Bwana Yesu asifiwe sana. Kama nilivyokwenda kusema kwamba titre ya wimbo nasema kwamba eti Mbingu za Watakatifu, na hapa mwimbaji ambaye ni mtumaji alianza kusema kwamba eti Yerusalemu ni mbingu ambayo ni ya watakatifu, ambayo hiyo Yerusalemu huko hakutakuwa shida, hakutakuwa kusumbuliwa, huko hakutakuwa eti kuombea nchi. Tuseme kwa mfano hivi ambavyo tunaombea Kongo, ili tuombee Kongo hivi eti na vita nini, hakutakuwa kwenye huo mji ambao unaitwa Yerusalemu, ambao mwimbaji anaimba. Mwimbaji anasema kwamba katika Yerusalemu hakuna vita, hakuna masumbuko, hakuna eti nini tutafute tuombee nchi yetu, hakuna eti tufanye hivi ili tupate kukula, hakuna vya hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio mwimbaji anaimba kwamba eti hakuna shida, hakuna manunguniko, hakuna kilio kwa Yerusalemu. Na leo tutakwenda kuangalia nini maana Yerusalemu. Kwa sababu gani mwimbaji huwa anasema Yerusalemu huko hakuna shida, hakuna kuombea nchi ya Kongo, hakuna kuombea nchi fulani, hakuna chochote kile ambacho tutakuwa na uhitaji nacho. Leo ndio tutakwenda kuangalia mahali hapa. Hata tuendelee kusikia kitu gani ambacho huyu mwimbaji anataka kumaanisha kwa kusema kwamba Yerusalemu huko hakuna shida, hakuna dhiki, hakuna taabu, hakuna shida yoyote huko. Leo tutakwenda kuangalia kwa nini anaimba kama na hivyo, kwa nini anasema hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutakwenda kujua hapa hivi kwa nini anasema kwamba Yerusalemu. Je, Yerusalemu ni mji gani ambao huo hauna matatizo, ambao hakutakuwa kuombea vya Kongo, hautakuwa vya kusumbuka? Ni mji gani huo ambao anausema huyu mwimbaji? Tuendelee kusikia. Amen.
Kama unavyosikia mwimbaji anaendelea kusema kwamba eti katika mji huu hakutakuwa shida wala masumbuko, lakini anasema kwamba eti watakatifu ndio watakaoingia katika mji huo. Kwa hapo ambapo alipoimba hapo ambako kunakofikia kusema hivi kwamba eti kwamba tukinyenyekea chini ya mkono wa Mungu tutakwenda, yani tutaurisi ufalme wa mbingu. Tumewekewa mji ambao ni wa raha, huko eti hakuna shida, hakuna kifo, hakuna kulia njaa, hakuna kulia eti Mungu ponya Kongo yetu, huko hakuna kulia kwamba eti Mungu linda mji wetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa mwimbaji anasema kwamba eti watu watakaoingia katika mji huo watakuwa ni wale ambao ni watakatifu, ndio watakaoingia katika mji huo. Bwana Yesu asifiwe sana. Watakaoingia katika mji huo ambao unaitwa ni Yerusalemu, huko akakuja kusema kwamba eti watakatifu ndio watakuja kuingia mji huo ambao ni Yerusalemu, ambao ni mji wa mbinguni. Hapa tunakuja kuona kwamba Yerusalemu ni mbinguni na mbingu ni ya watakatifu kama ambavyo mwimbaji anasema. Bwana Yesu asifiwe sana. Eti mbingu ni ya watakatifu. Watu ambao watakaoingia huko ni watu ambao watakuwa ni watakatifu. Watakatifu ndio watakao urisi nchi. Ndio mwimbaji anaendelea kuimba. Bwana Yesu asifiwe sana. So hapa tunakuja kujua kwamba katika wimbo unakuja kutuambia hivi, yani anatuambia kwamba katika mji wa Yerusalemu ambao tulianza kutaka kujua hapo nyuma kwamba eti Yerusalemu ni nini. Hapa nakuja kusema kwamba Yerusalemu ni mbinguni. Na humo Yerusalemu humo hamutakuwa hemo vinyonge, yani hamutakuwa hemo eti kujisikia eti tabu, shida, hakutakuwa hivyo vitu vyote. Hakutakuwa shida wala masumbuko. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakutakuwa eti ponya nchi yetu Baba, eti hivi, eti kusumbuka, tule nini, tukunywe nini. Hakutakuwa katika Yerusalemu, bali utakuwa tu ni furaha huko. Itakuwa tu ni vicheko na kufurahia kile nakoitwa leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini mwimbaji anatuambia kwamba eti tunyenyekea chini ya mkono wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunyenyekee sisi ambao ni kundi ndogo. Tunajiona kwamba inawezekana, tunajiona kwamba ni kundi ndogo, lakini Mungu anatuambia kwamba tunyenyekee kwa sababu Biblia tena inatuambia kwamba eti atakayevumilia hadi mwisho kwamba ndiye atakayeokoka. So anatuambia kwamba tuvumilie, ijapokuwa katika dunia hii tunateseka, tunapitia mengi, lakini tuvumilie ijapokuwa sisi ni wadogo, lakini tuvumilie, maana Mungu ameona vyema kutupatia ule ufalme. So tuvumilie katika mambo yote. Mungu, ikiwa tutanyenyekea, basi tutaingizwa katika hiyo Yerusalemu. Ikiwa tutanyenyekea na tutavumilia tabu zote za dunia, basi tutaingizwa katika huo mji ambao ni wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio tuendelee kusikia. Mwimbaji anaendelea kuimba kwamba eti watakatifu ndio watakaoona hiyo raha ya milele. Ndio yani wale ambao watakaoingia katika hiyo Yerusalemu ndio watakaoona hiyo raha ya milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunatarajia mbingu ambayo ni ya watakatifu. Mbingu sio ya wachafu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwimbaji anaendelea kuimba akisema kwamba eti mbingu ni za watakatifu. Malaika wanashangilia huko. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama nilivyosoma hiki kitabu hapa cha Ufunuo wa Yohana 15 mstari wa 3 inasema kwamba tutaimba wimbo wa mwana kondoo. Ndio hivyo mwimbaji anaimba. Na hapa nako tumekuja kuona kwamba tutaimba wimbo wa Musa na mwana kondoo. So wale ambao watakaoimba huo wimbo wa mwana kondoo ni watu ambao ni watakatifu, kama mwimbaji anavyoimba kwamba eti mbingu ni za watakatifu. Wa malaika watashangilia, na sisi tutaimba wimbo wa Musa na mwana kondoo. Lakini watakaoimba wa wimbo ujua kwamba ni watakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutaimba wimbo wa Musa na mwana kondoo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutashangilia, hatutakuwa tunakumbuka tena taabu hizi za dunia, hatutakuwa tunakumbuka tena tutuombee Kongo. Bwana Yesu atusaidie sana. Tutaimba na wimbo wa mwana kondoo na Musa. Bwana Yesu atusaidie sana. Mwimbaji anaimba kwamba tusisumbukie ya ulimwengu huu. Wakristo wenzangu, watu ambao tunasema kwamba tunamuita, yani tuna lile jina la kwamba tunamuita Yesu Kristo. Biblia, mwimbaji anatuambia kwamba tusisumbukie ya hapa duniani, maana kwetu ni mbinguni. Sisi ambao tunajiita ni Wakristo, ni kwamba
kwetu ni mbinguni. Huko mbinguni hakuna vita wala ombi la nchi yetu liokolewe. Hakutakuwa Baba okoa nchi yetu, Baba okoa Tanzania, Baba okoa Rwanda, Baba okoa Israeli. Havitakuwa vyote hivyo. Bwana Yesu atusaidie sana. Tutatawala huko. Hakutakuwa manunguniko, hakutakuwa mahuzuni tena huko. Bwana Yesu atusaidie sana. Lakini ujua kwamba hao waimbaji anamaanisha kwamba eti mbingu ni ya watakatifu. Yaani watakaoingia humo itakuwa ni watakatifu tu. Wale ambao wako safi katika mioyo yao ndio watakaoingia humo. Na wataimba wa mwimbo wa Musa na wa mwana kondoo na tutashangilia milele. Lakini wale ambao waliofua mavazi yao, Bwana Yesu asifiwe sana. Ukitaka kuimba wa mwimbo wa mwana kondoo na wa Musa, lazima ufue mavazi. Bwana Yesu atusaidie sana. Mbingu ni za watakatifu, ndio mwimbaji anaendelea kuimba kwamba eti malaika watashangilia huko. Na sisi ambao ni Wakristo tutaimba wimbo wa Musa na wa mwana kondoo. Tutashangilia milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio, Bwana Yesu asifiwe sana. Wimbo wangu umeishia hapo, lakini message kubwa ambayo inabeba wimbo huu titre kama nilivyosema kwamba ni mbingu za watakatifu. Wimbaji walituambia kwamba eti mbingu ni za watakatifu, lakini katika mbingu hizo za watakatifu na watakatifu ndio watakaoingia. Yaani mbingu ni ya watakatifu na watakatifu ndio watakaoingia. Watu ambao wako safi katika njia zao, watu ambao walitengeneza maisha yao, watu ambao waliishi kwa kujikana hapa duniani, waliishi kwa kiasi hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe sana. Mbingu ni za watakatifu. Watu watakaoimba wimbo wa mwana kondoo ni wale ambao waliomwamini Kristo. Ndio maana mwimbaji alisema kwamba eti tusisumbukie ulimwengu wa Kristo wenzangu, kwa sababu wanajua kwamba mbingu ni ya wale ambao waliomkubali Kristo. Mbingu ni ya wale ambao waliosema kwamba Kristo ni Bwana Mwokozi wa maisha yao. Ndio mbingu ni yao. Bwana Yesu asifiwe sana. So ukijua kwamba wewe bado hujamkubali Bwana Yesu kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yako, pata kwenda kumkubali, maana mji huo wa raha, mbingu wa watakatifu, watarisi ambao wako kamili katika njia zao, watu ambao wamemkubali Kristo, watu ambao wamemkiri Kristo ndani ya maisha yao, ndio atakao risi hiyo mbingu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukitaka kurisi hiyo mji lazima uwe safi katika njia zako zote. Lazima uwe umetakasika kabisa, uwe mtakatifu. Mbingu ni ya watakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kaka yangu, dada yangu, naweza kuambia ni kwamba hiyo mbingu ya watakatifu hakuingii kilicho kichafu, hakuingii watu na mizigo. Ndio maana Biblia inasema kwamba ndio maana Yesu alisema kwamba eti njooni nyote msumbukao na mizigo nami nitawapumzisha. Yesu atamani utembee na mizigo katika njia yake, maana yeye tena ndiye njia, kweli na uzima. So ukienda katika njia yake, ukimfuata, lazima uache kwanza mizigo. Ukitaka kuingia katika ufalme huo wa mbinguni ambao mna raha, hakutakuwa kuombea eti tuombee nchi ya Kongo, hakutakuwa eti tuombee hiki, hakutakuwa kuombea eti tufanye hivi, hakutakuwa manunguniko, hakutakuwa masumbufu ya maisha, hakutakuwa kutafuta hela huko mbinguni. Itakuwa tu raha na furaha na amani. Ukitaka amani, lazima mkubali Kristo, lazima ukubali kuacha vitu vyote, lazima uachane na mizigo, uweke kando kila mzigo mzito ambao unajua kwamba ni dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mbingu ni za watakatifu, hakuna kilicho kinyonge kitakachoingia mbinguni. So kitaka kumuona Kristo, lazima ufue mavazi yako, lazima uandae mavazi yako, lazima ukubali kwamba Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Lazima uache kabisa kila ambacho ni kibaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu yangu, kaka yangu, angalia jinsi ambavyo waimbaji walimba kwamba eti mbingu ni za watakatifu. Ukakuta kwetu toshiombe lelonge Kongo, ukakuta kwetu tena tufanye hivi, tufungie hivi. Hakutakuwa hivyo, hakutakuwa masumbuko, hautasumbuka, hautaibika. Bwana Yesu asifiwe sana. Pata kutubu, pata kuacha yote ambao unajua kwamba hii ni kitu ambacho waimbaji walisema kwamba watakatifu ndio watakaoingia huku. Hiki ni kitu ambacho ni kichafu. Biblia inatuambia kwamba eti kila
lisilo la haki ni dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila lisilo la haki ni dhambi. Unaona, kama ukiona kwamba hiki ni kitu ambacho hakina kwenye haki, basi pata kukiacha, maana mbingu ni ya watakatifu na watakatifu ndio watakaoingia huko. Bwana Yesu asifiwe sana. Mji huo una raha kubwa, mji huo una furaha kubwa. So kitu ambacho naweza kuomba ndugu yangu, kaka yangu, pata kutubu na kuamini Injili. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukitaka roho yako ipone, ukitaka upone, pata kuamini Injili, pata kumkubali Yesu Kristo kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana na Mungu akubariki.